Tunayo masomo mawili ambayo nitapitia na vipengele vyake, lakini mada ya somo langu inasema kuishi maisha yenye furaha na amani. Kuishi maisha yenye furaha na amani. Ukichanganya na vitu viwili hivyo hapa duniani, yaani usiwe na amani, usiwe na furaha, sijui kama utaishi. Unanielewa vizuri? Yaani hapa duniani ukitaka uishi vizuri, lazima vitu hivi viwili paso uwe navyo. Jambo la kwanza, uwe na amani. Jambo la pili, uwe na furaha. Kama hauna hivyo, tusidanganyane. Kwa hiyo amani ninayoisemea leo, wakati Yesu anazaliwa, kusoma kile kitabu cha Luka sura ya 2, wale walimsifu Mungu, lakini wakasema amani iwe juu yenu. Amani, kitu ninachokisema ni kwamba amani ilianzishwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hiyo tusiichezee amani, tuilinde amani, tuitunze amani, tuiheshimu amani kila inapoitwa leo. Wakati mwingine amani inapokosekana na furaha inapokosekana katika maisha ya mtu, maamuzi yake yanakuwa ni tofauti na vile alivyofikiria. Kama hakuna amani na hauna furaha, hauwezi ukara ukashiba. Hauna amani, hauna furaha. Hata kama ukienda kanisani, kama hauna amani na hauna furaha, chochote kile kitakachosemwa, ongelewa, hautaambulia chochote, utatoka zero. Katikati yetu, kama kuko na mtu amekuja ana tatizo hilo na yuko hapa sasa, amwombe Mungu arejeshe amani yake. Vinginevyo hata ambulia chochote. Mwanadamu anapokosa amani anakuwa na maamuzi mabaya. Huwezi ukakosa amani halafu ukawa na maamuzi mazuri. Ndio maana unaona leo watu amejinyonga, amejipiga risasi, amejiua. Kwa sababu gani? Ukikosa amani na furaha katika maisha, utakuwa na msongo wa mawazo. Mambo yanayopelekea kuwa watu na kuumiza watu ni pale mtu anapokuwa na msongo wa mawazo. Matokeo yake mtu anapata presha na mwisho wa siku anakufa. Amani, furaha ni vitu vya muhimu sana na vya msingi katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana Yesu Kristo mwana Mungu alipokuja hapa duniani alisisitiza sana kwamba amani hii ninayowaachia mwilinde na kuitunza, msichafue. Juzi hapa ilikuwa ni mwezi wa 10, wakati tunapitia uchaguzi. Amani ilipokosekana tu, hakuna mtu aliyekuwa na kula na kushiba. Walikuwepo watu wa namna hiyo. Wakati mabomu yanarindima, magari yanachomwa, barabarani wamejaa watu wabaya, hakuna mtu aliyeweza kuwa na furaha katika maisha yake. Watu walikaa chonjo tu. Hata kama tulikula, lakini hatukuweza kushiba kabisa, kwa sababu amani haikuwepo. Tuliweza kwenda makazini kwetu, lakini bado hatukuwa na amani, hatukuwa na furaha, kwa sababu jamii ya watu
wale tuliowaacha nyumbani hatukuwa na uhakika kwamba tutawakuta au tusiwakute, lakini pia hata wao wenyewe wale tuliowaacha nyumbani, sisi tukaenda maofisini kwetu, walituwazia, je, hivi atarudi au hatarudi? Ni uongo au ni kweli? Kwa hiyo tunapozungumzia amani, ikae kichwani kwamba amani ikitoweka, chanzo chake ni migogoro. Familia ya watu wawili walioana wakitofautiana na amani isiwepo, baba atawaza vingine na mama atawaza vingine, hawatakuwa kitu kimoja tena, watatofautiana na kila mtu atamwazia mwenzake mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.